Kwa wageni wetu leo studioni tuko naye Dennis Anyoka, mweledi wa masuala ya siasa na uongozi, na vile vile tuko naye Martin Ndati ambaye ni mweledi wa masuala ya uongozi. Asanteni sana. Kwanza kabisa, hisia zako za mwanzo kuambatana na mkutano ambao umefanyika katika uga wa Kamkunji hii leo? Kwa mtazamo wangu, dada Zubeida, ni kwamba hii ni siasa. Na Raila Odinga ni mwanasiasa mkongwe, ameelewa masuala ya siasa na siasa haswa humu nchini Kenya. Anaelewa ni nini ambacho atakifanya ili yeye akuwe relevant, akuwe bado watu wanamsikiliza, watu wanataka kuona akona nini na aweke mwelekeo wa kisiasa. Kwa hivyo kwangu, mtazamo wangu, mkutano wa leo ilikuwa ni mambo ya siasa tu, kwa sababu ukiangalia tu kwa mwanzo tu, hata Azimio pale, wale waliokuwa pale si Azimio vile ilivyokuwa na ile mkataba ambao walikuwa wameandikishana hapo mwanzo kabla tuende uchaguzi. Ilikuwa ni Azimio ambayo ni watu wachache, ni jina tu limebaki. Ukiangalia Jubilee, unaona kwa taarifa ukisema kwamba wabunge wa Jubilee walikuwa kule Ikulu wakiwa wameketi na rais. Ili hali leo nimemuona yule katibu mkuu Jeremiah Kioni katika mkutano wa Azimio. Kwa hivyo kama Jubilee ambaye ni chama ambacho kina ile sehemu yao ya kutosha katika Azimio la muungano wa Azimio, kama hawake kuwa pale na hayo masuala makuu ambayo tumesikia Raila akiyasema, itakuwa basi ni vigumu kuhakikisha kwamba hayo mambo yametimika. Kwa hivyo ni siasa tu. Martin, wewe binafsi unatafsiri vipi huo mkutano ambao umefanyika katika uga wa Kamkunji hii leo? Imetimu takriban miezi 4-5 tangu kuingia debeni kwa uchaguzi. Ulitarajia kwamba miezi 5 baadaye bado tungekuwa katika kipindi kama hiki cha siasa? Raila Odinga anaibua masuala mazito, lakini shida ni wakati. Unajua kila jambo lina wakati wake, na majira sasa yamemwacha. Kwa hivyo unajua yule ambaye alipiga kile kipenga na akawaambia kwamba kulikuwa na ukora katika maneno ya tume, kama angetaka kusaidia mrengo wa Azimio angewapatia huo ushahidi na wangetumia haya masuala katika ile mahakama ya upeo. Lakini yeye mwenye ameibua masuala amengoja miezi 4-5 imepita, uchaguzi ulishatangazwa, Ruto ashaapishwa, ashachagua baraza la mawaziri, ameanza utendakazi hata kama ana changamoto hapa na pale. Sasa yeye ameanza kuutulia katika ile utendakazi wake wa kazi. Anapoanza kuutulia, mtu anakuja anasema hawezi kubali, ile conscience yake haiwezi mkubalia aendelee kunyamaza na hili swali. Swali ni wakati ile wote ambapo watu walikuwa wanajiandaa kwenda mahakama zile siku 14 baada ya matokeo kutangazwa, kwa nini yeye hakuweza kupeana habari hiyo kwa wale ambao walikuwa wanahitaji? Kwa hivyo Raila, vile Anyoka amesema, ni mwanasiasa na anaendelea kutafuta ile tunaita kwa kimombo relevance. Awe anashikilia wale wafuasi wake, pia anashikilia wale katika mrengo. Na unajua Ruto amekuwa anajaribu kuweka bidii kunyakua baadhi ya wale viongozi ambao walikuwa mrengo wa Azimio, na anachukua wale ambao wamechaguliwa hasa mrengo wa Jubilee. Umeona wabunge akina Njoki, yule wa Bahati, umeona kina Sabina Chege, akina Kanini Kega, wamekuwa Ikulu na wabunge wa Kenya Kwanza. So Ruto na mrengo wake wa Kenya Kwanza wanaendelea kupunguza zile idadi za mrengo wa Azimio, na wanahakikisha kwamba pia wanachukua hata wale ambao walipoteza kura katika mrengo wa Azimio, ili mrengo wao wajaze zile idadi ndio wawe na umaarufu katika bunge na nje ya bunge. Na haswa Rais Ruto na Kenya Kwanza au serikali zima wanastahili kuchukulia vipi swala hili, na haswa yale mambo ambayo ameyaorodhesha kinara wa Azimio Raila Odinga kule katika uwanja wa Kamkunji, kusema kwamba hatambui serikali, hamtambui Ruto, hatambui wafanyakazi wa serikali wale ambao wako kwenye Kenya Kwanza, akisema kwamba wanastahili kujiuzulu? Ni kauli ambazo zinastahili kuchukuliwa kwa wepesi? Nadhani tu ni matamshi ambayo kwangu haitakuwa kitu ambacho labda Ruto angeshikilia kwa makini au kuzingatia uzito pale. Kwa sababu
serikali, ukiwa wewe ni rais, unatambulika kivipi? Kuna taratibu za kikatiba kwamba ukaapishwa, ukabuni baraza lako la mawaziri na ukaanza shughuli za kuendesha serikali. Ukaingia kule bungeni, ukaapisha wabunge wale wamechaguliwa kwamba wamekula kiapo, wanaheshimu serikali, unatambulika kama kiongozi wa taifa la Kenya. Tayari ameshatambulika. Raila Odinga si mbunge. Yeye tu ni kinara wa chama cha ODM na ndiye alitafuta uongozi wa urais kupitia muungano wa Azimio. Hivyo tu, hiyo ndio ile unaita tajriba yake, as in profile yake. Kando na hapo hakuna lingine. Ni kama mimi useme kwa mtoto kusema hatambui mamake ama hatambui babake kwa ni babake. Itabadili nini? Bado ni babako tu. Hata ukimkataa kumtambua, usipomtambua bado babako tu, kwa sababu hilo ni swala ambao ni as of fact, ile hawezi tukabadilisha. Hivi leo kisheria hakuna lolote linaweza kubadilika hivyo sasa. Kisheria mambo ya uchaguzi tulimaliza. Tukamalizia kule wakati kulikuwa na kesi katika mahakama ya upeo. Na mahakama ikasema kwamba wamesikiliza ushahidi wote na hakuna jambo lingefanya tubadili ama tupatilishe yale matokeo ambayo yalikuwa yametangazwa na tume huru ya uchaguzi. Kwa hivyo kisheria hakuna jambo lolote. Serikali imeendelea. Sasa kutambua ina maana. Martin, tunakumbuka kwamba aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga, Martha Karua, alielekea katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na alipokuwa akihutubu siku ya wiki, nadhani majuma machache yaliyopita, kinara wa Azimio Raila Odinga vile akasema Chebukati ni mtu ambaye anastahili kupelekwa katika mahakama ya jinai ya ICC kule The Hague nchini Uholanzi. Hawajaonekana kukubali kilichofanyika. Wanaona kwamba wanachokitafuta ni haki. Je, haki hii wanaweza kuitafuta vipi? Mbinu ambazo wanazitumia sasa hivi zitawafaa, zitawasaidia katika kupata haki wanayoidai? Sidhani kama hizo mbinu zitafua dafu. Unajua mambo yamepitwa na wakati. Na wakati, unajua katiba vile wakili amekuambia, katiba yetu inaeleza bayana yale ambayo inatakana ifanyike. Baada ya matokeo kutangazwa ya urais, ama hata wabunge na magavana na seneta na MCA, kama wewe hauridhiki na haya matokeo, unapewa muda ya kwenda mahakamani. Kama ya urais unaenda mahakama ya upeo, na baada ya siku 14 mahakama inatoa uamuzi kwa kufikia kabla siku 14 hazijakwisha. Kwa hivyo hiyo fursa ilikuwepo, na wanaazimio walienda mahakamani na wakapoteza kesi. Kwa hivyo lile Karua anajaribu kwenda katika ile mahakama ya Afrika Mashariki, haiwezi batilisha ile uamuzi. Inaweza tu kutoa mapendekezo na iseme jambo fulani lilifanyika hivi, lakini halina uzito ambalo linaweza kubatilisha matokeo ya rais na iondoe rais ambaye yuko madarakani sasa hivi. Na vile mwenzangu amekueleza, rais ashaapishwa. Walienda mahakama wakapoteza. Rais ameapishwa, amepewa zile vifaa vya urais, amepewa katiba, akapewa ile sword huko Kasarani, na akaweka sahihi ile kiapo kwamba yeye sasa ndio rais na anatekeleza yale majukumu ambayo katiba imempatia. Sasa hata Raila mtambue asimtambue, ataendelea kuwa rais na ataendelea na majukumu yake. Na umeona hata Raila huko anaibua maneno hata kwa tume. Anasema kwamba wanataka wananchi wahusike katika ile utengenezaji wa tume mpya. Lakini naye unaona Ruto anaendelea huku na ameweka sahihi ile IBC Amendment Act, ile mswada ambao umerekebisha ile tume. Na hivi karibuni utasikia tume itaweka applications huko nje. Wale ambao wanataka kutafuta nafasi kuwa kama commissioner wataweka maombi yao na wachaguliwe. Sasa wale wanaendelea na siasa huku nje, na ilhali huku huyu anaendelea na majukumu yake. Na hata kama Raila hamtambui na baadhi ya wafuasi wake, haizuii, because yeye tayari ameshapewa zile vifaa vya urais. Sasa yeye ni kama ile ng'ombe inajaribu, unasema chura iko kwa maji, inakataa ng'ombe haitakunywa maji.
Sasa yeye anakataa, anasema hamtambui, na yeye na wafuasi wake hawatambui. Na amesema hata kwa hiyo statement ukisikiza vile amesema hawatambui wale matokeo yote ambayo ilitokana na uchaguzi wa mwaka 2022. Swali ni wale wabunge, wale maseneta, wale magavana na hata wale wabunge wa MCA ambao walichaguliwa mrengo wa Azimio. Inamaanisha Raila hatambui haya uteuzi wao ama hafanyi nini? Kwa ajili hao pia walichaguliwa na hiyo tume, uchaguzi ambao ulisimamiwa na tume. Sasa kama yeye hatambui uchaguzi wa William Ruto, hata pia hatakani atambue wale MCA wake, hatakani atambue wale gavana wake, maseneta wake na wale wengine ambao walichagua kupitia mrengo wake. Sasa hapo unajua hilo litazua utata. Lakini yeye amejua William Ruto amejaribu kumsukuma. Unajua vile nimesema hapo mbeleni, Ruto anachukua wale wafuasi wa mrengo wa Azimio, anaingiza mrengo huu mwingine na anaendelea kufanya mrengo huu wa Azimio unakuwa na shida. Na unaona Jubilee ni chama tanzu katika mrengo wa Azimio. Sasa kikikuwa hakina nguvu, inamaanisha mrengo hautakuwa na nguvu ya kutosha. Na kwa hivyo Raila Odinga anastahili kushughulikia vipi masuala ambayo anayaibua? Awali nakumbuka nikimsikia Andati akisema baadhi ya mambo ambayo anayaibua ni makubwa, hasa kuhusu muundo wa IEBC kwa mfano. Kuna mambo mengi ambayo ameangazia. Je, ayashughulikie vipi? Kwa sababu upande mmoja amesema mimi mkifikiria nataka handshake, si handshake natafuta, sitaki handshake mimi. Na sitawatambua na si watambui kwa sababu mlitupokonya ushindi wetu. Je, ashughulikie vipi masuala haya ambayo anayaibua? Je, waletwe vipi katika meza ya maelewano? Waletwe na nani? Kwa sababu tunapoangalia historia, wakati kulibuniwa serikali ya nusu mkate, ndio kulikuwa na vuta ni kuvute kama hii. Kuna wengine wataingiwa na wasiwasi, tuseme kwa mfano, msukosuko huu huenda ukawafukuza wawekezaji au kaathiri uchumi wa taifa. Kama taifa, swala hili lishughulikiwe vipi? Unajua kuna tofauti ya shughuli za kisiasa za wakati aso mkutano ambao Raila ameandaa na kuhudhuria leo. Ukiangalia na yale masuala wakati wa uchaguzi uliopita na ule wa mwaka 2002 nadhani, wakati ambapo kulikuwa na vita kabisa, kwamba hayo mambo yote yalikuwa yamefanyika kabla serikali ingia kwa ofisi. Kumbuke mambo ya Kibaki wakati ule ilikuwa ni vita kabisa kutoka mwanzo tu, ilikuwa kwa hivyo hakukuwa na amani. Wakati wa msukosuko kati ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta ilikuwa ni kwamba Raila alikataa kubali matokeo, na hapo akajiapisha, na baada ya hapo akaitisha Wakenya wajaribu kukataa kufanya kuresist ile kukataa kabisa shughuli za kampuni fulani ambazo ilikuwa kama Wakenya wangefanya hivyo ingeadhiri uchumi. Kwa hivyo kulikuwa na tofauti. Hivi sasa nikimsikiliza, sijasikia akiitisha kwamba watu wa resist kampuni yote. Ni kwamba yeye anasema hatambui Raila, hatambui Rais William Ruto, hatambui uchaguzi wake na vigango vyote vya serikali vile ambavyo vimechaguliwa. Kwa hivyo kuna tofauti. Hivi leo serikali ni kama ndege ishapaa angani, imeondoka. Haiwezi katua, itatua mahali ambapo inatakana kutua. Kwa mujibu ya sheria za Kenya, kama ni masuala ya uchaguzi itakuwa mwaka wa 2027. Ambayo amesema hakuna haja ya kuandaa huo uchaguzi kama mambo hayajawekwa sawa katika IEBC. Tuko na katiba, dada Zubeida. Hiyo katiba lazima ifuatiliwe. Na si haifuatiliwi kwa sababu Raila amefikiria haitakani kufuatiliwa. Na katiba yetu inasema baada ya miaka 5 tutafanya uchaguzi. Na si kuchagua tu rais, kuna kuchagua viongozi wengine. MCS wako pale, tuko na governor, tuko na masenate. Uwezi ukasema kama Raila kwamba ama Ruto haizi akasema kwamba hakuna haja ya uchaguzi sasa. Haitakubalika, haitakuwa kikatiba. Lazima tukue na uchaguzi ile anaweza fanya. Na niposha nirudi kwa swali lako la muhimu, ambapo naonelea kwamba Raila hajaweza kufanya hayo. Angehakikisha kwamba wale wabunge alipata wote walikuwa Azimio, waketi pamoja, wabaki kama wako kundi moja, ili wasukume miswada yao na shughuli zao kupitia njia zile zipo bunge. Na iwapo wanaonelea kwamba kuna mambo si halali, waelekea mahakamani. Kama mswada ambao umewekwa sahihi leo na Ruto wanaonelea kwamba kuna shida, mswada unaongea kinyume cha katiba yetu, basi waelekea mahakamani, ndipo mahakama iangalie iseme kwamba moja, hiyo vipengele fulani ama
sheria nzima hiyo itupiliwe mbali kwa sababu inakiuka katiba yetu ya Kenya. Kama hafanyi hivyo, na ndipo nakwambia kwamba naonelea kwamba amekosea. Miezi 5 imepita, na ukumbuke kuna viongozi wa Azimio kutoka mlimani kule eneo la Meru, watu wa Mbasi. Tayari wao walitoka kitambo wakasema walikosea, walikuwa Ikulu. Na mwanzo ukumbuke walikuwa na nani? Kwa Azimio. Wakashaondoka tayari. Raila hacha kuwa nao ahakikishe kwamba bado tuko pamoja. Yeye alikuwa amepotea. Hivi leo umemwona wabunge wa Jubilee wameenda kule. Kwa hivyo hata idadi ya viongozi wale angetumia kufanya masuala yake ama mambo yote ameibua yaweze kushughulikiwa, wamemtoka tayari. Kwa hivyo na ukumbuke kwamba kulikuwa na msukumo hapo mwanzoni katika mambo ya bunge zetu kwamba ni mrengo upi ambao una wengi, na ikaonekana kwamba tayari Azimio haina watu wengi. Wale wachache itakuwaje waweze kudhibiti serikali? Watawezaje kudhibiti kuhakikisha kwamba miswada ikija kama hii na kuna shida wanaweza piga kura na kuhakikisha kwamba haitapita? Hivi sasa iwezekani. Na Ruto kama mwanasiasa ambaye anajielewa, yeye hashughuliki, anaendelea kuwatongoza hao viongozi mmoja hadi mwingine, chama hiki kile kingine, wote wakikataa anachukua mmoja. Hivyo itafika mwisho kwamba Raila hataweza kuwa na njia ya kuhakikisha kwamba masuala yake yameshughulikiwa, fikra zake ama wale viongozi wako nao, iwapo zitakuwa zimewekwa katika sheria, zitakuwa zimeshughulikiwa kikamilifu. Aya, mtazamaji, hisia zako ni zipi kuambatana na swala hili zima? Wewe binafsi unadhani uhasama wa kisiasa unaweza kutulizwa vipi? Joto hili linaweza kutulizwa vipi? Kuwe na maelewano baina ya pande zote husika. Tunaingia madukani, muda usio kwa mrefu tunarejea na mingi zaidi, na kusihi usiende mbali.